Ni aje, movie imeanza kwa kutuonyesha ni msimu wa baridi kali hapa Marekani, lakini upande ule kuna pisi moja fupi lakini ni kali kinoma. Kuna hawa jamaa wawili wanashuhudia ile pisi, then mmoja anasema umemwona yule demu anaitwa Remy, ni mzuri sana. Jamaa anasema mbona watu wanamzongazonga, ni maarufu? Mshikaji akamwambia ya, aliwahi kupata shavu la scholarship ya Google, so wale wanataka kumfanyia interview. Hapa ni New York Marekani, na binti ameletwa kituo hichi cha treni, anaambiwa ukifika unapokwenda tujulishe tafadhali. Remy anasema msiwe na hofu, si mara yangu ya kwanza kuja New York. Mapigo na mwendo kuelekea basi lilipo yakaanza. Yule mchizi Banks alikuwa eneo hili, lakini aliona ile pisi Remy hapa. Mchizi anamzumu huyu dem kinoma. Walipanda gari moja lakini milango ni tofauti na safari ikaanza. Hapa mchizi alimgusa bega huyu dem, then anamuuliza unaitwa Remy? Remy akasema ya. Jamaa anasema habari zako nilipewa na mshikaji wangu kwamba kuna tuzo ya Google umepata hivi karibuni. Nimefurahi sana kukuona ise, unyama ni mwingi mno. Demu akamuuliza mshikaji wako huyo anaitwa nani? Jamaa akasema ni PJ. Demu akasema okay, huyo ni jirani yangu lakini ni drug dealer, yani anajihusisha na dawa za kulevya. Banks ameshtuka kusikia demu anajua mchongo wa mshikaji wake. Jamaa akakanusha kwamba hapana. Jamaa anasema bangi kuna time anauza lakini sio madawa ya kulevya. Walipofika eneo hili, njiani iliingia SMS kwa Banks ikimjulisha kuwa kuna show moja kali kutoka kwa David Bryan. Remy hajui hayo mambo ya shows. Jamaa anamwelezea kwamba hawa wamefanya muziki huu kwa zaidi ya miaka 40 sasa. Mrembo Remy anasema hajawahi kusikia hao jamaa hata siku moja. Remy anaona huyu mchizi Banks amezidi maswali sasa, akaona isiwe kesi, akavaa zake ya phone, then safari ikaendelea. Lakini Banks kamaindi kimtindo, akaona ishakuwa noma hii, basi fresh, hakuna noma wala nini. Banks ameshuka hapa kituoni, lakini Remy naye ameshuka kituoni. Banks alimfuata spidi Remy, anasema samahani kama ninakusumbua, lakini kuna playlist ya muziki nimeandaa hapa kwa ajili yako, so ukipata muda isikilize, naamini utafurahia sana. Pia anasema usiruke ngoma sababu nimeziweka kwa mpangilio wa ujumbe sawa. Banks akamtakia safari njema huko Colombia anapoelekea. Mchizi kamfuata tena huyu demu hapa, anamwambia sikia, ukichukua usafiri huu kapita kule utafika mapema sana, maana hata mimi naenda huko pia. Remy anashangaa, mbona ulisema unaelekea sehemu nyingine? Wamekutana tena kwenye treni. Mchizi anasema naomba unisamehe kama nilikukosea muda ule mpaka ukaamua kusikiliza tu muziki. Demu akasema haina shida, nimekusamehe. Jamaa kaanza upya na maswali, eti endapo ukataka uende sehemu yeyote ile duniani utachagua wapi kwa mfano? Remy anasema Harvard. Jamaa linasema acha hizo takataka, hakuna jipya huko. Remy anasema huko kuna kila kitu, maprofesa na vitu vingine muhimu kuliko sehemu nyingine yeyote ile. Namna huyu binti anavyozungumza bana, anagundua kuwa anahitaji kuwa mwanasheria. Pisi ikasema ya, nimekuwa nikitamani tangu nina miaka 5. Akaulizwa kuhusu wazazi wake kama ni wanasheria. Remy akasema yes, ni wanasheria ndio. Remy anamuuliza mchizi, wewe unaenda chuo gani? Jamali nasema siendi chuo chochote mimi. Akaulizwa umeshaomba? Jamali nasema sijaomba wala nini. Remy anasema huenda mshikaji wako PJ ameomba moja ya chuo tayari, so unafanya shughuli gani sasa? Mchizi anasema nimejipa gap la mwaka mmoja tu la kutulia. Anashangaa huyu fala na akili kweli au namna gani? Hapa jamaa anamshauri mrembo Remy naye ajipe nafasi ya mwaka mmoja wa kupumzika kabla ya kwenda chuo. Hatimaye wanaagana, kila mtu anaelekea anapokwenda. Kuna namna wanaagana kimahabahaba fulani hivi, ishakuwa noma. Ngoja tuone huko mbeleni nini kitatokea. Jamaa likamuita tena kwamba Remy, kama vipi twende mtoko aka out pamoja. Remy anashangaa, walikuwa hawasikilizani sababu ya kelele ile. Anataka kumfata bana, ghafla begi lake likasukumwa na gari chini. So hapa wamekuja hospitali one time. Remy alikuwa anatokwa damu za kutosha. Mchizi anamwambia vipi kuhusu mtoko? Remy anashangaa, jamaa linasema kuna kitu nadhani kipo kati yetu, vipi kama tukikiendeleza pamoja? Jamaa anasema tukienda huko tutaenda kuangalia movie pamoja na vitu vingine kama hivyo. PC inasema hapana, hatuwezi kwenda out. Bana anasema mimi situmii hata ganja, so usihofu hata kidogo, sawa? Lakini natumia kidogo sana, so usikonde. Demu anamwambia lakini unaona hapa tupo wapi? Jamali anasema ndio, lakini sijasababisha mimi haya yote ujue. Demu anasema sikuelewi
siuelewi, naona unajichoresha tangu tukiwa kwenye treni kule. Nisikilize, mimi nina mambo mengi ya kufanya kwenye maisha yangu, so usinichanganye nikapoteza focus. Majira ya baridi ndiyo yanaishia hapa. Remi anasikiliza playlist ya Muhuni, lakini kuna maneno mengi sana, I love you. Hafla wazazi wake wanagonga mlango, so kwenye hii peji hapa kwenye kompyuta akaacha Harvard, ipo wazi. Wazazi wake wanamwambia it's gonna be fire, hiyo kozi noma. Wazazi wanamwomba leo wazungumze kuhusu mambo ya sex na mahusiano, maana anapoenda asije akakutana na changamoto huko huko. Hawajui tu kuna Muhuni pia ameanza kuvuruga akili ya Remi. Kuna jamaa anaitwa Lucas, wanamwambia mna ukaribu usio wa kawaida. Binti anasema hapana, ni rafiki yangu tu. Mdingi anasema hata mimi na mama yako tulianza kwa kuwa marafiki, leo tupo hapa. Remi hataki kusikia kabisa, anasema nina uzoefu wa kutosha. Bi mkubwa wake akambless na ndomo hapa. Remi anashangaa, upande huu bana mwenetu anaandaa misosi, lakini hapa anazima gari kwa bi mkubwa wake. Anasema kuna mtoko mahali, nataka kwenda kutizama promo ya Erika Morris. Jamaa anaambiwa msije mkadeti nyinyi. Jamaa anasema hapana, simkubali wala nini. Bana anasema hata hivyo wameachana na boyfriend wake siku za karibuni tu. Upande huu watu wanatwanga foto tu, inaonekana kuna shughuli ama namna gani, tutajua tu. Haka kajamaa kapo na huyu mtoto mkali Remi, au ndo Karukas kenyewe, aliulizwa na wazazi wake. Anyway, hapa Remi anatizama picha za tukio jinsi lilivyokuwa. Ghafla mchizi akaona ndomo hapa, anasema hata hivyo nilijua tu, ndio maana tayari nimekodi chumba kwa ajili yetu. Remi kabadilika hapa, anasema aliyekuambia nataka sex na wewe nani? Mchizi Lucas anasema wote waliotoka pale baada ya shughuli hii ni mwendo wa mitama tu. Lucas haamini. Remi anasema sio usiku huu tu, bali haitatokea kamwe tukapeana hayo mambo. Lucas anahisi ni kama ndoto nasikia hapa. Lucas na Remi wamekuja kuenjoy huku, lakini Lucas anawaza huu mtu, lakini mrembo kachomoa mapema. Ishakuwa mbaya hii. Kumbuka hivi sio vitu vyake, lakini ghafla alimuona PJ. Huyu ni jirani yake, yule aliyempa stori za Bana kama unakumbuka pale mwanzo. Lakini kumbuka kalimuua mchizi huyu kwa Bana kwamba jamaa anauza ngada. Hapa kanajichoresha. Demu alipatwa kigugumizi hapa. PJ akahisi kanahitaji madawa, akakiwekea masikioni, then akakiambia enjoy usiku huu. Remi anasema hapana. Mchizi akatoka shwa. Besti yake Remi haka kadada kanaitwa Ashley, kanasema shosti, imekuwaje ukaja hapa? Mimi nilidhani sio vitu vyako kabisa hivi. Cha kushangaza, Remi anamuona Banley eneo hili. Jamaa amependeza sana. Jamaa anasema leo naona umekuja kuenjoy. Pisi anasema nimeletwa na yule jamaa pale. Bana anasema jamaa ni gentleman. Remi anamuuliza na wewe vipi? Mchizi anasema nimekuja kwa ajili ya date na Erika Morris sababu ame break up na boyfriend wake. Amekuja ku refresh tu hapa. Kuna jamaa kaja kumshika mashati. Bana anasema hataki amuone akiwa na mazoea na Erika Morris, hata kumtazama tu hataki amuone anafanya hivyo. Huyo jamaa aliyemkwila mchizi anaitwa Kona. Erika kaja anasema samahani, siamini kama Kona amefanya aliyofanya. Vipi, hajaniulizia kabisa? Jamaa anasema ameniambia nikae mbali na wewe. Banes anasema huenda nimetumika hapa kama mtego wa kufanya mpenzi wake ajisikie wivu. Kuna wimbo umewekwa hapa. Remi akashtuka kusikia. Banes anasema usiniambie kama umeisikiliza playlist yangu ya muziki. Remi akasema nimesikiliza sana zile nyimbo ulizonichagulia. Banes na Remi wakaona isiwe tabu, waliamka na kuanza kudance pamoja. Vibe ni kama lote eneo hili. Je, watakuwa wapenzi na hatima yao itakuwaje? Tutafahamu tu. Tuendelee kuitizama hii movie mwanzo mpaka mwisho. Hapa Banes amemwomba Remi waende kula sushi sababu si mbali na eneo hili, so walielekea huko. Remi na Banes wamefika hapa kwa ajili ya kula sushi pamoja, huku story zinapigwa mdogo mdogo. Huu ndio msosi wa sushi sasa. Banes anasema amewahi kuishi Japan akiwa na umri wa miaka 11, ndo maana anakipenda sana chakula hichi. Remi amefikishwa hapa, lakini anauliza hapa ni wapi? Banes anasema haya ni makazi yangu, so usiwe na hofu, sijakuleta hapa ili kufanya mambo fulani, hapana. Remi kaletwa humu ndani, anauliza kuna mtu mwingine humu? Banes anasema hapana. Remi ana smile tu. Jamaa akamleta chumbani kwake huyu dem. Remi anashangaa humu chumbani kuna maua mengi sana, akaambiwa yana historia yake ndefu tu. Demu akasema tunaweza kuvuta kidogo vitu fulani
fulani nimepewa na PJ. Wakaanza kuvuta pamoja hapa. Remi anasema hii si mara yangu ya kwanza, bali ni mara ya pili kuvuta hivi. Mara ya kwanza ni wiki kadhaa zilizopita, kipindi wakiwa kwenye trip ya debate ya shule. Bana anasema unajua, nilienda promo date pale sababu nilijua lazima ungekuwepo. Bana anasema ujue, naikumbuka sana kauli yako uliyosema mimi sio mtu sahihi ambaye ungehitaji niingie katika historia ya maisha yako. Huku na kule wakajikuta wamekiss, deep kiss. Remi anasema nadhani unafahamu hakuna chochote kinaweza kutokea kati yetu. Mwisho wa siku hapa michezo iliendelea ya hatari zaidi. Upande huu Remi, Bana na PJ wapo huku juu wanakula gambe. Chini hapa kuna dogo anacheza mpira wa kikapu. Hapa Buns anamwambia wazazi wako wananikubali sana, hata jana usiku baba yako tulikuwa tukitumiana video za YouTube. Remi anasema kweli kwa sasa wanakupenda, lakini wanadhani hatutadumu pamoja. Buns na Remi wamekuja nyumbani kwa wazazi wa Remi. Mama mtu haamini, anasema hii ni prank au? Remi anasema no, sio prank hii. Remi amependa tayari. Hapa anaomba kusitisha kwenda chuo cha Harvard. Ushauri anaotoa ni kutafutwa kwa mtu mwingine ili kuichukua nafasi yake. Ndio maana mama yake anashangaa kusikia maneno haya yanatoka kwa binti yake. Baba yake Remi amekasirika sana. Hapa kaja kwenye kabati la vyombo, anavunja tu vitu. Mama naye akaungana na mumewe akavunja visahani. Mtoto anasema baba, mbona unafanya mambo ya kitoto? Mzee anasema ya, ni utoto. Remi anaona isiwe kesi, endeleeni kupasua vyombo, sie ndio tunaenda hivyo. Safari kwa muda huu ni kuelekea Costa Rica. Imagine, haya ndio mambo yaliyosababisha agombane na wazazi wake na kuacha kwenda chuo cha Harvard mpaka sasa. Lakini kama ni bata kweli linalika haswa maeneo haya. Starehe hizi ni mwendo wa pombe, sigara, noma. Buns anasema Remi, umekunywa bia kubwa zile 3 ujue. Remi anasema so umekuwa ukinihesabia Jamaa anasema hutakiwi kuendesha gari kabisa. Picha linaanza, gari limerudishwa nyuma kwa spidi isiyo ya kawaida. Remi kaligongesha gari, wenzake wametoka nje kuangalia kitu gani kinaendelea hapa. Remi analizwa hapa, umefanya nini kule? Remi anazungumza vitu havieleweki, mara ajibu kuhusu umewaambia nini, mara azungumzie trip ya train, haeleweki kabisa. Remi anasema nahitaji kuambia wazazi wangu kuhusu Costa Rica na nilijua haya yangetokea. Pia nahitaji kwenda chuoni Harvard. Anaambiwa umelewa nini? Ajali ya siku moja tu inaweza vipi kubadili mipango yako yote? Umelewa eti? Remi anaona kama mbaya tu, hawezi kuendelea kuwa anafanya ujinga kama huu. Anasema it's over, mwisho umefika. Bana anaanza kulia kwamba umeamua kuniacha sio? Hapa huyu binti anajiandaa kwenda kupati, lakini Remi anajisomea. Remi anaulizwa vipi, hatuendi pamoja viwanja leo? Remi anasema mimi nitasalia hapa kujisomea. Binti anamwambia jamaa yako atakuwepo kwenye pati pia, so twende zetu kama vipi. Remi ameingia Instagram, anamuona Buns, lakini anahisi jamaa hayupo sawa. Remi anasahau hata kuhudumia watu wapya. Huyu jamaa Lucas anamwambia achana naye huyo, anaonekana tayari amesha move on. Remi anakataa, anasema hata macho yake hayaonyeshi unachosema. Buns akiwa ameleta oda ya chakula hapa, anapokea SMS kutoka kwa mrembo Remi aliyejeruhi moyo wake. Buns ni kama akili ilihama. Hapa anaulizwa Remi ni nani? Mchizi anasema ni msichana Remi alimuomba Buns wakutane mahali ambapo ni hapa nje ya chuo cha Harvard. Buns anamuuliza Remi, huwa unakagua picha zake? Mimi huwa nakagua kwenye mitandao ya kijamii. Remi anakanusha kwamba hapana. Anasema kuwa anakutana nazo tu pasipo kuzikagua picha za Buns, haswa Instagram. Buns anaulizwa kwa sasa unafanya mishe gani? Jamaa anasema anafanya kazi kwenye moja ya kampuni siku hizi. Buns anaulizwa kuhusu PJ. Mchizi anasema yupo poa na bado yupo kwenye mahusiano na Ashley. Remi, I say, mimi sikutarajia kama uhusiano wao ungedumu kwa kipindi kirefu hivi. Remi anaulizwa ni kweli umeniacha? Anasema ndio, na ndio maana hatuchati kila siku kama zamani. Remi ukimwomba kupe stories za Harvard University anafurahi sana, maana ilikuwa ni ndoto yake kubwa ya kuwa hapa. Anasema amepata rafiki yake wa karibu sana kutoka Los Angeles, Marekani. Remi alikuwa anamkaribisha Buns chumbani kwake huku Harvard, lakini jamaa anasema mimi nitaishia hapa tu na furahi pia kama tukiwa marafiki wa kawaida kama hivi. Remi ilibidi asimulie rafiki zake kilichotokea siku kadhaa nyuma na kilichotokea leo. Anaambiwa mtu unampenda lakini umeogopa kumwambia. Hakikisha unamtafuta na mwambie unampenda kabla hajaondoka hapa mjini, licha ya miezi mingi kupita pasipokuwa na mawasiliano naye. Yale maneno ni kama yalimuingia Remi, ikabidi aanze kumtafuta Buns kabla hajaondoka hapa mjini. Remi amekuja humu ndani akiwadanganya walinzi kuwa anapaswa kuwafanyia mahojiano waimbaji wa band. Binti aliingia spidi balaa kiwiziwizi, maana kuna mtu alitoka hapa. Buns nyimbo zilikuwa
zinamkonga sana moyo hapa. Binti anasema, Barnes, nahitaji kuzungumza na wewe. Mlini maamuzi mabaya zaidi niliyowahi kuyafanya maishani mwangu. Nimekumisi sana Barnes. Nisamehe Barnes. Nilipanic na nilifanya maamuzi ya kipuuzi sana. Najutia, nisamehe. Anasema, najua utakuwa na ziara ya kusafiri na bandi hii kwa dunia nzima. Barnes anasema, nilikuwa na maanisha nilichokuambia leo mchana. Itakuwa vizuri sana kama tutaendelea kuwa marafiki wa kawaida tu. Binti ameshindwa hata kuendelea kutizama show. Ameamua kuondoka tu akapunguze machungu mbele ya safari. Baada ya bendi kumaliza shows, Barnes aliwaelezea kilichotokea kuhusu Remy. Filamu hatimaye inaisha kwa kurudiana upya kwa Barnes na Remy kama wapenzi. Haijalishi wamepitia nini na nini, changamoto gani kabla ya kutengana. Bonge moja la movie tumetizama pamoja. Movie na mafunzo sana hii. Naamini kuna kitu umejifunza pia. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Pia tuambie movie gani kali zaidi ambayo unahitaji tukuletee hapa kupitia Dama Recap. Noma sana.